TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu annahu ballagha risalata wa 'adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Awalan usi wa usikum bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqwallahi wasiyatul awwalin wal akhirin. Wa taqwallahi subhanahu wa ta'ala sababu الفوز في هذه الحياة الدنيا وسبب الفوز حينما نلقى ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna furaha kwamba tumeweza kujumuika hapa katika darsa hii, na hadafu ya darsa, malengo ya darsa. Manake Muislamu anapokuwa anafanya jambo lazima awe na hadafu, awe na lengo. Na siku zote maisha yetu sisi Waislamu tunaishi na hadafu na malengo. Kila tunalolifanya tunalifanya kwa malengo. Hata Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba akatuleta hapa duniani bihadafi, kwa lengo. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tumeletwa kwa lengo la kuja kuifanya ibada. Tukienda kwenye ibada, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametuumba lengo lake tufanye ibada, sisi tukienda kwenye ibada lengo letu tupate rahma ya Mungu. Na katika kutafuta rahma ya Mungu, katika vitu ambavyo watupelekea kupata rahma ya Allah tabaraka wa taala, ni mtu kuhudhuria kwenye vikao kama hivi. Tuwe na hadafu. Kwa nini tuko kwenye durusi? Miongoni mwa hadafu na ibada katika kuhudhuria kwenye darsa, kuna hadafu nyingi, lakini tataja baadhi alafu tuende kwenye tukio letu hasa. Miongoni mwa hadafu ni tarbiyatun nufus, ni kulea nafsi. Lengo la mtu kwenda kwenye durus ni tarbiyatun nufus, kuzilea nafsi. Tumbo lahitajia chakula. Ardhi ili ipate rutuba, ikapata nguvu, tukaweka mimea yetu pale na mimea ikapata rutuba na tukaweza kupata chakula. Vile vile nafsi ya mwanadamu, mmoja katika wanaochuoni alikuwa akisema hajatun ala qalbi al-insan, haja kwenye moyo wa mwanadamu aqwa min hajati al-ardhi lilma. Moyo wa mwanadamu una haja kubwa zaidi katika kuambiwa maneno ya Mungu kuliko hata ardhi ilivyo na haja ya maji. Kwa hivyo miongoni mwa hadafu ni tarbiyatun nufusi, ni katika kulea nafsi zetu
tujione, je, sisi tuko kwenye usawa ama hatuko kwenye usawa, na kama tuko kwenye usawa tutafanya vipi ili tudumu kwenye usawa. Miongoni mwa hadafu za mtu kwenye darasa au kuhudhuria kwenye durusi kama hizi, wanasema wataalamu, ulikuwa tuyajua na tumeyasahau, au kujifundisha yale mambo ambayo ulikuwa hatuyajui, ama kwenda kujifundisha yale mambo ambayo ulikuwa hatuyajui sisi kwenye darasa. Na 100% ukihudhuria kwenye darasa lazima utapata faida. Ima ni faida ulikuwa hulijui jambo ukalijua, ama ni faida kwa kuwa ulikuwa ulijua umelisahau ukalikumbuka. Na afdalul amal, bora ya kazi ni kazi ya kukumbushana. Ukisoma kwenye Qur'an, bora ya kazi ni kazi ya kukumbushana, kwa sababu kwenye kukumbushana ndiyo kuna patikaniwa manufaa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kuhusiana na maisha ya mume na mke, mke wako pia watakiwa mkumbushe. Ndio akasema mwanamke ni kama vile dhilai. Dhilai ni mfupa ambao unakona, au tuweza kusema dhilai ni mfupa ambao hauko straight, umekona. Na mfupa huu ukitaka kuunyosha kwa nguvu utauvunja. Kwa hivyo unahitaji polepole. Ile polepole sasa ni ile at-tadhkir. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya hadaf kuhudhuria kwenye durusi kama hizi. Vile vile mtu akihudhuria kwenye darsa kama hii, miongoni mwa faida hupata rahma, miongoni mwa faida hupata ghashiyatul malaika, malaika wanatufinika, na miongoni mwa faida wujudu sakina fil qulub, kupatikaniwa utulivu. Wewe angalia ukiketi pale maskani na ukiketi kwenye darasa, pamoja na kwamba ukiketi kwenye darasa siku zote kuna mshawasha fulani, mara nyingine kuna kuja fikra time za habari hizi, au wakumbuka baadhi ya vitu vingine ambapo ulikuwa vikumbuki, lakini vinakuja pale kwa sababu sheitan ametoa ahadi la ughwiyannahum ajma'in. Sheitani lengo lake ni kumzunguka, kwamba atampotoa. Lakini wakati ukiwa kwenye darasa, bil hakika, hata mke wako uko kwenye darasa hakupigi simu, lakini akisikia uko kwenye maskani ana wasiwasi, ajua kwenye maskani lolote laweza kutokea pale. Aweza pata mwenzake kule kwenye maskani. Lakini akisikia uko kwenye darasa hata hana wasiwasi wote, ajua mume wangu huko aliko amelindwa, amewekewa uzio, Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo tunayapata tukiwa kwenye darasa, tunapata sakina. Wallahi alazim, ukiketi kwenye durusi unapata utulivu, unapata umakinifu, unapata faraja ambayo hii inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, ambayo itakuwa hapa msikiti wetu huu Masjidi Kavani, siku ya Jumatano tutaanza kujifundisha kitabu. Maana darasa yetu itakuwa inaenda kwenye kitabu, na hichi kitabu kimeandikwa na mmoja katika makhatibu na maimamu wa Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume. Kuna misikiti mitatu mikubwa na mitukufu. Mtume asema la yuhaddu rihalu, safari za kiibada hazifungwi isipokuwa kwenye Masjidul Aqsa ambao Palestina, kisha na Masjidul Haram, kiswali tuelekea Maka kwa utukufu na sharafu ya Kaaba. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema masjidi hadha, na msikiti wangu huu ambao ni Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume. Ni mmoja katika makhutaba wa msikiti wa Mtume, kwa sababu msikiti wa Mtume hauna khatibu mmoja. Masala ya kuangalia dini kidogo wako juu. Misikiti kama ile ya wenzetu kidogo, kila imamu ana swala yake. Kuna imamu wa swala ya magharibi, kuna imamu wa swala ya isha, yani wako namna hiyo. 40 majlisan fi tarbiyat aniya, 40 majlisan
Ni ambapo shekhe alivitoa darasa ama alivifundisha pale msikiti wa Mtume, na vikao hivi vilikuwa vinamlea mtu katika kujenga imani yake. Tumezoea siku hizi durusu zetu nyingi bila kuona rududi, hatuoni kwamba tumesikiliza mawaidha ama tumesikiliza darasa, lakini kuna vitu ambavyo vimekimbia kwenye maisha yetu, na darasa kama hii ni muhimu sana, hasa wakati tulipokuwa tunalingania sunna. Mara nyingine tulikosa ile formula ya kulingania sunna, mpaka wale ambao walikuwa wanachukua ile sunna bwana Mtume Muhammad kutoka kwetu wakayaona baadhi ya mambo wakiyafanya ni bid'a, kumbe ni katika sunna. Sisi tuko pamoja. Wakati tulipokatazwa masaili ya ihtilafu bi Maulidin Nabawi, kusherehekea hafla ya Mtume ambayo ni bid'a, waliopokea walifikia wakati mpaka wakaona pia kutoa sadaka ni katika bid'a. Yani mtu anaogopa pia kutoa chakula, kama vile zamani ilikuwa tukiona katika madarisi zetu watu wakitoa sadaka za vyakula. Nakumbuka ilikuwa tukienda madrasa, ikifika break time sasa hivi, wakati uliopita watu ukitoka break uenda kwenye kungu, na pale madrasa kazi yako kukata karatasi, basi wapanga foleni na watu mbaruzi. Ilikuwa ni mambo makubwa na matukufu yanafanywa, lakini katika watu kufahamu sunna wakafahamu kimakosa kiasi cha kwamba wakazuidia paka baadhi ya khairat. Kwa hivyo darasa yetu hii ambayo tutakuwa nayo, tunataka tujaribu tuzilee hizi roho zetu, tarbiyatul imania, tuzilee roho zetu katika mifumo ya kiimani, na tuangalie ile sunna halisi ambayo tumefundishwa. Hichi kitabu kina majlisi 40, na sisi hatutakwenda kwamba kila darasa iwe na majlisi moja. Kuna uwezekano darasa moja tukasoma majlisi 3 au 4, mara nyingine hata moja. Alhasil ni kwamba tufaidike na kitabu hiki, alafu tuje kuona katika durusi zitakazofuatia ni nini ambacho tutafaidika nazo. Kitu cha kwanza, majlis ya kwanza ambayo shekhe alihudhurisha kwenye kitabu chake ni majlis inayoitwa al-adhkaru sabahiyya wal masaiya. Al-adhkaru sabahiyya wal masaiya, dhikri za asubuhi na jioni. Tuko pamoja hiba? Dhikri za asubuhi na jioni. Sisi tujiulize kabla tuingie hapa, hizi dhikri za asubuhi na jioni tuzifanya? Kuna watu siku hizi wanaona pia mtu kuleta adhkar sabahiyya wal masaiya ni moja katika bid'a. Uzushi ni katika mfumo fulani, lakini sio bali kuleta dhikri sabahiyya, adhkaru sabahiyya, dhikri za asubuhi wal ni moja katika mambo makubwa ambayo Mtume sallam ameyahimiza. Wanayo nafasi ya kuketi na watoto wao kwenye TV wakaangalia series ya Kihindi. Siku hizi kuna maseries chungu mzima ya wa Mexico, ya wa Filipino, tena kwa ujanja yanatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Usipate tabu, si Kifilipino ukijue, Kiswahili pia ukijui, waketi. Na hizi filamu twazipenda sana na tuangalia na tuachukua muda mrefu sana kuangalia na watoto wetu, lakini hatufanyi dhikri. Baada al-maghrib hatuleti dhikri, baada al-fajr hatuleti dhikri, lakini kwenye sinema tunaketi. Huku kwanza nafsi zetu zinakufa kwa sababu hazileti dhikri. Jambo la pili, kuna ingia kasumba chafu na mbaya kwenye fikra zetu na za watoto wetu. Series yoyote ya Kihindi inayotizamwa lazima ilinganie kuabudiwe asiyekuwa Mungu. Hili tumeligundua. Series yoyote ya Kihindi inayotizamwa, hatupingani katika hilo.
ama iko hata moja? Hata ukikumbuka zile za kitambo zilikuwa zina fikra. Mimi nakumbuka tukiwa wadogo tulikuwa tukingangana kwenda kuangalia sinema. Kulikuwa sinema ilikuwa na ndugu watatu wenye dini tofauti. Mmoja alikuwa akiitwa Antonio, kitambo, lakini nakumbuka. Hawa ni ndugu watatu lakini dini tofauti. Kawaida tu, lakini kumbe kuna fikra za mustashirikuna kuziingiza kwenye fikra zetu kwamba mtu aweza. Hizi za Kifilipino leo, gizangu, angalia sinema moja ya Filipino unaambia haina shoga. Moja tu ambayo haina. Kila sinema ya Kifilipino ndani ina shoga mmoja. Na hizi ni fikra za tengenezwa. Kwa hivyo watoto wetu tukiangalia pale sote twasherekea, amempiga bwana, afanya kadha kadha. Sasa hawa watoto maskini ya Mungu wakiangalia, mbona yule mwanamume mmoja yuko vile? Anlegeza mikono vipi? Mara nywele azieka ubavuni, na wale wenzetu kidogo Allah amewapatia nywele bimaana alkalima. Aweza kuzifuga zikawa kama za mrembo. Akizirusha hivi, kajali kabisa. Lakini ni mwanamume. Sisi tuelewana. Angalia series za hawa Waafrika wenzetu wa Nigeria. Kila unaiona series, mwisho ikimalizika au kama ni movie tu kawaida, kuna maneno mwisho huandikwa pale. Na maneno yale ni kuambiwa yule mwenye kutizama ya kwamba wewe ukiwa na matatizo yako hata Yesu pia anapona bwana. Fikra. Na ndio leo tukawaona kunao madada wetu wa Kiislamu wakipatwa na matatizo wenda kuombewa, si tatizo, kwa sababu imejengeka tangu mwanzo ya kwamba jambo kama hili kumbe lawezekana, mimi naweza kwenda pale na Anasema Sheikh, Allah muhifadhi, unatakiwa wewe kama Muislamu uianze siku yako wa lailatuka, na usiku wako, dhikra lillahi ta'ala, kwa kumtaja Allah. Asubuhi yako na jioni yako hakikisha unakuwa wewe ni mwenye kumtaja Allah tabaraka wa taala. Usikubali kukicha iwe utafanya shughuli zako bila kumtaja Allah tabaraka wa taala mahma kana. Wajua Uislamu wetu ni mwepesi. Hukulazimishwa kwamba wewe katika kuleta dhikri ni lazima uketi kwenye mswala, bali ukiketi kwenye mswala ni vizuri zaidi. Sio tuelewana? Uislamu hakukulazimisha kwamba mubashara ukishamaliza kuswali uketi pale pale usiondoke. Hata ukitoka na pikipiki yako huwezi kuleta dhikri. Swala la dhikri ni swala ambalo ni mutlaqan, liko wazi. Mtu aweza kuleta dhikri baada ya swala mubashara. Pengine una shughuli zako, baada ya swala wataka kutoka, waweza kutoka, lakini hukuambiwa uache kwamba kuzileta zile adhkar. Asema Sheikh, fungua asubuhi yako bidhikri, kwa kumtaja Allah, wa masaaka bidhikri, na jioni yake inna Allaha kathira, wewe utakuwa umeshirikiana na wale watu wanaomtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi, waliosifiwa kwenye Qur'ani. Kuna watu kwenye Qur'ani wamesifiwa ni watu tabaraka wa taala kwa wingi. Sheikh anasema watatmahu an takuna man minhum, siku zote kuwa na matarajio ya kwamba mimi nitakuwa na wale wanakusudiwa maswahaba. Kanu yadhkuruna Allah, walikuwa wakimtaja Allah laylan wa nahara, usiku na mchana. Asema Sheikh, hadhihi al-adhkar, hizi dhikri, ayatun tutla, ni aya husoma, wa da'watun turfa'u, na ni dua ambazo huombwa zikanyanyuliwa,
wa atharun yakunu biha hifdhullah ta'ala li'abdihi, na kwenye kuleta dhikri kuna athari ambayo yule mwenye kuleta zile dhikri anaingia kwenye kuhifadhiwa na Allah tabaraka wa taala. Wa yar'ahu, Allahum linda, Allah anakuchunga wakati unaleta zile dhikri. Wa yuwaffiquhu, na Allah umwafikia khairi. Wa yahdihi, na umuongoza yule mwenye kuleta zile dhikri. Wa yahisnun hasin, dhikri ndiyo ngome ambayo ni madhubuti. Hisnun hasin, dhikri ni ngome ambazo ni madhubuti. Minal makhatiri, kutokamana na mambo ya hatari yanayompata mwanadamu. Fihi darajati al-ula wa hasanatihi mutatabi'a, kwenye kumtaja Allah mtu huwekwa daraja ya juu afwan, na vile vile hupata mema ambayo yanafuatana, yani likitoka jema laja jema, ikitoka khairi yaja khairi, kwa sababu ya kumtaja Allah tabaraka wa taala, kuleta dhikri. Kisha shekhe akasema ahmusu fi udhunika, na kunongoneza katika sikio lako. Lugha hii hutumika katika lugha ya Kiarabu kuonesha kuna jambo muhimu atakapoambiwa, kama alivyomuita Mtume sallallahu alaihi wasallam binti yake Fatima, akamnongoneza kwenye sikio lake akacheka, kisha baada ya dhalika akamnongoneza tena akalia. Swala la kunongonezana kwenye masikio inamaanisha kuna kitu cha muhimu mtu anatakiwa aambiwe. Sheikh hafidhahullah asema ahmusu fi udhunika ayuha alqari, akhi alqari alkarim, na kunongoneza maneno ya ukarimu mkarimu msomaji, na kunongoneza. Fa aqulu, nasema kukwambia, la takunna, hali yoyote utakayokuwa, wala muajjala, hata kama utakuwa wewe ile dhikri yako kuileta ni kuichelewesha. Ya hai, hii mukaddima, nitataja hizi adhkar ambazo Muislamu anatakiwa awe anakuwa nadumu nazo, so ya zile nyakati ambazo mtu aweza kuleta adhkar katika wakati wa asubuhi. Asema fa inna ta'thiraha, athari ya ile dhikri kumtaja Allah ni kubwa sana, kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, kama alivyosema Ibn al-Qayyim sema kwenye kitabu chake bi anna as-sayfa bi dharibihi, alileta msemo huu, asema upanga bora waitakiwa uwe na mpigaji. Utapewa upanga, wewe umepewa upanga ule wapata, lakini wewe ni nahifu, hauna nguvu ya kusukuma upanga, waweza kushindwa hata kumchinja kuku. Lakini upanga hauna makali, adamul hadda, haukati, lakini wewe una nguvu, basi ule upanga utakata kwa sababu ya zile nguvu ulizonazo. Pia Sheikh ya kwamba pindi unapokuwa unamtaja Allah tabaraka wa taala, ya moyo wako utakavyokuwa ni mkubwa katika kumtaja Allah, basi zile adhkari huwa zinakuonesha athari kubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye atakuwa anazo zile adhkar lakini moyo wake haukuzibeba zile adhkari katika moyo. Sisi tumeelewana hapo? Naam, jayyid. Atuendelee. Wa min hadhihi al-adhkar ma yali, miongoni mwa hizi dhikri ambazo Muislamu atakiwa kuzileta asubuhi na jioni, miongoni mwazo ni hizi zinazofuatia. Ya kwanza, dhikri ya kwanza, ayatul kursi. Dhikri ya kwanza, sisi sote tunajua ayatul kursi, ta kwenye majumba yetu tumbandika, zimbandikwa ayatul kursi. Lakini ayatul kursi haina taathira ikiwa wewe mwenyewe hauisomi, na haikuathiri katika moyo wako, na huna mazingatio ya kubandikwa kwa kama msemo aliousema Ibn al-Qayyim rahimahullah bi anna as-sayfa bi dharibihi. Ayatul kursi ni aya ambayo iko
ni aya ya 255 katika suratul Baqara. Ukianza tu juzi ya kwanza, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, ukishuka hapo chini utaiona aya hii. Aya hii ndani yake imebeba majina ya Allah, baadhi sio yote. Aya hii imebeba baadhi ya sifa za Allah. Kuna sifa mbili muhimu. Kuna sifa mbili muhimu hapa katika sifa za Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah hasinzii wala halali. Kwenye aya hii kuna sifa hizo mbili. Kwa hivyo kukumaanisha ya kwamba ikiwa Allah halali na hasinzii, kwa kuyasoma maneno haya wa Ta'ala mtapata nguvu kubwa sana kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa Ta'ala. Ayatul Kursi ahibba fillah ni moja katika nguzo, ni moja katika silaha, ni moja katika kitu ambacho unaweza kukitumia. Hata ikiwa waona wahusudiwa, piga Ayatul Kursi. Kama mtu amepatwa na majini, pigia Ayatul Kursi. Lakini Ayatul Kursi ya kutoka kwenye moyo, si ya kwenye mdomo. Ya kwenye mdomo utakauka Sheikh. Utampigia hata 200 lakini hakuna taathira yoyote. Ayatul Kursi imepokewa katika kisa maarufu cha Abu Huraira. Abu Huraira ni mmoja katika masahaba wa Mtume ambaye alisilimu mwaka wa 8. Huyu alisilimu mwaka wa 8 wa Hijri. Kwa hivyo aliketi muda mfupi sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amefariki mwaka ngapi? Naam ahibba. Mwaka ngapi Mtume amefariki? Hatumsherekeni Mtume kwa kujua tarehe yake, historia yake. Naam. Mtume amefariki mwaka wa 11 au tunaweza kusema mwisho wa mwaka wa 10. Mtume amefariki mwaka wa 11, kwa hivyo huyu Abu Huraira ameketi na Mtume mwaka wa 8, wa 9, wa 10, 11. Kwa hivyo hakuketi miaka mingi. Lakini Abu Huraira ni mmoja katika wale waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza ni Aisha, Anas ibn Malik, kisha ni Abu Huraira ambao jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu, ambaye alifariki mwaka wa 57 Hijri. Baada ya Mtume kufariki akaketi mpaka mwaka wa 57 akafariki. Huyu bwana alipokuwa Muslimu, ameingia kwenye Uislamu na Uislamu wake umekita, ilikuwa kuna kitu kinaitwa Baitul Mal. Baitul yani ni nyumba ya kuwekewa mali za aina yoyote. Sasa Abu Huraira radhiallahu ta'ala, utakuwa unalinda hapa katika wale walinzi, wewe pia utakuwa unalinda. Sasa siku moja Abu Huraira usiku akajiwa na mwanamke. Yule mwanamke anakuja, lakini lengo lake ni kutaka kuiba. Sasa alipofika pale ataka kuiba, Abu Huraira akamshika yule mwanamke, kisha akamwambia la arfa annaki ila rasulillah, wewe nakupeleka kwa Mtume, nakupeleka kwa Mtume. Yule mwanamke akamwambia niwache kwa leo, wali ya iyal, mimi na familia, na hichi ambacho nimekifata hapa ni kwa lengo la kulisha watu wangu, sitaki kufanya uharibifu. Abi Huraira akamwacha. Abi Huraira akaenda kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, huyo aliyekuja amekudanganya na kesho atakuja tena. Abi Huraira katika kusimulia hadithi hii anasema, mimi niko kwenye ulinzi pale, lakini najua ya kwamba maneno ya Mtume hayanguki. Yule niloambiwa atakuja kweli. Akamshika tena Abi Huraira, peleka kwa Rasulullah, akafanya ta'dhir, akaomba udhuru asipeleke. Baada ya kushikwa mara 3 yule, mimi nitakufundisha maneno hayo ukiyatumia wakati unalala, hakuna mtu yoyote, hakuna kiumbe chochote kitakudhuru mpaka kuche. Na maneno hayo ukiyatumia asubuhi, ukiyasoma asubuhi, hakuna kitakachokudhuru
mpaka kutwe. Sijui tuelewana. Sasa Abi Huraira alipoambiwa maneno hayo akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno yenyewe tutakuja kuyajua ni maneno gani. Alipokwenda kumwambia Mtume akamwambia, amekwambia maneno hayo, innahu qad sadakaka wa huwa kadhub. Maneno alokuambia ni maneno ya ukweli kabisa, lakini yeye mwenyewe alokuambia aliyesema maneno ni muongo, lakini maneno yaliyosemwa ni maneno ya ukweli. Hayo hutokea. Sawa? Mtu aweza kuwa ni jambazi na akaja kukwambia maneno ambayo yanakunufaisha wewe, na yeye mwenyewe ni muongo. Wako watu hao. Lakini kwenye Uislamu wetu tumekatazwa kuwa watu wa namna hiyo. Mtume anasema usiwe mfano wa kandili. Tudhi'u linnas wa yansa nafsahu. Kandili tabia yake kaza, lakini yenye inaumia, inachomeka. Sasa Qur'ani ikatuambia musiamrishe watu mema, watana anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Kwa maana ya kwamba ukimwamrisha mtu mema na wewe hufanyi, wewe huna akili. Utamtakiaje mwenzako mambo ya kheri na wewe hufanyi? Umwambie mwenzako kaswali, wewe umeketi. Soma Qur'ani, husomi. Lete dhikri, wewe mwenyewe huleti dhikri. Toa sadaka, hutoi sadaka. Inakuwa ni mtihani. Hii Abi Huraira anasema qala li, akaniambia mimi, yani Mtume kwamba huyo aliyekuja aliniambia mimi, idha awaita ila firashik, unapopanda kwenye godoro lako, kama ayat al-kursi, utakaposoma aya hii min awwaliha hatta takhtima al-aya, mpaka utakapoimaliza aya, asema la yazala alayka min Allahi hafidhu, wewe hutoachwa kuwa kwenye hifdhi ya Allah tabaraka wa taala, wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbiha, wala hutokurubiwa na shaytani mpaka kuche. Kwa hivyo hifadhi ya Allah usiku, jioni, lete adhkari hizi, usikose kusoma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mpaka mwisho. Hii ni moja katika kinga ambazo Muislamu anatakiwa awe anayejua. Pia istoshe tuwazoeshe pia na watu wetu, watoto wetu wajue kusoma ayatul kursi. Watoto wanajua kuimba siku hizi shekhe, hata kuliko kuisoma Qur'an. Watoto usiwaulize kuhusu Zuchu, wakwambia habari zote. Takwambia leo safari kuntolewa kipya. Zamanda. Watu wanaimba kulikweli. Lakini dhikrullah watoto wafahamu, hawajui hata ayatul kursi. Hii ni dhikri ya kwanza. Dhikri ya pili, akhiru ayataini min al-Baqara. Allah kiniwezesha nitajaribu kuziandika hizi aya ziwe kwa mfumo pamoja hivi, alafu tutoe hizo kopi nakala, iwe mtu aweza kuketi akawa anazisoma, mwisho wa kwisha utazihifadhi. Dhikri ya pili, akhiru ayatain min al-Baqara, na hii ni hasa wakati wa jioni. Ayatul kursi unasoma asubuhi na jioni. Hii tunayoeleza sahihi ni hasa wakati wa jioni. Baada ushasoma ayatul kursi, unasoma aya 2 katika mwisho wa suratul Baqara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qara'ahuma, mwenye kuzisoma aya 2 hizo, fi lailatin, ukazisoma usiku, kafatahu, zitamtosheleza. Aya zenyewe ni zipi? Amana ar-rasulu bima unzila, mpaka mwisho. Aya 2 hizi. Hii ni dhikri ya pili. Dhikri ya tatu, as-suwaru thalathu wa hiya al-ikhlas wal-falaq wan-nas, ni mtu kusoma sura 3 ambayo ni suratu al-ikhlas, qul huwa Allahu ahad, suratul falaq, qul a'udhu birabbil falaq, suratul nas, qul a'udhu birabbin nas. Kama mjinga keti tu ayatul kursi yako
amana ar-rasul, na unasoma hizi muawidhat pamoja na suratu al-Ikhlas, unazisoma mara 3. Muawidhat yani suratu Nas na suratu al-Falaq ukizijumlisha ni aya 11, zote kwa ujumla ni aya 11. Na hizi sababu ya kuletwa kuteremshwa aya 11 hizi, yani suratu al-Falaq na suratu Nas, ni sababu ya urogi uliofanywa kwa mtume. Kuna bwana Myahudi alikuwa anaitwa Lubayb ibn al-Asim, alienda kutafuta nywele za mtume na kucha zake, wakamroga, kisha wakatengeneza mafungu 11, wakayadunga, kila fungu moja walidunga sindano pale. Ni sampuli ya uchawi ambao watu wanafanya. Kisha uchawi ule ukatiwa ndani ya kisima, kwa lengo la kumtesa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lengo la kumtaabisha mtume. Mtu asiseme kwamba mimi siwezi kupata na uchawi. Useme hivyo, wewe ni mtume na umempata. Mashia wao kwenye itikadi yao wanasema haiwezekani mtume kurogwa, haiwezekani mtume. Lakini si ajabu wao kusema hivyo, kwa sababu wao wana mengi wanayosema ya ajabu. Kwa sababu wao itikadi zao, ukimtembelea wali shekhe wao, ana uwezo wa kukwambia wewe umesamehewa, na tayari kama wewe umesamehewa. Kwambia shekhe, wewe mtu wa peponi. Basi wewe ndio hivyo hivyo, wewe ni mtu wapi? Wa peponi. Kwa hivyo mashia wao kulisema jambo lolote si ajabu kwa wao. Ndio waliosema kwamba ukitembelea kaburi la Husaini kama umetembelea arsha, manzara kabra Husaini kama zara arsha. Yani ukienda kuzuru tu kaburi la Husaini ni sawa umeenda mbinguni ukazuru ile arshi ya Allah. Katika akaidi zao 10 miongoni mwazo ni hizo. Na hao ndio waliosema ya kwamba ukiliona neno Allahu kwenye Qur'an basi ni Ali huyo, si mtu mwingine, huyo ni Ali ndio anata Allahu lafdhul jalala ni Ali, haimkiniki. Kwa hivyo dhikri hii alipokuwa amerogwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akamtumania Jibril alayhi salatu wasalam kuja kuutoa ule urogi. Kwanza akamwambia uchawi huu umewekwa mahali fulani. Hiyo ni hatua ya kwanza ya mtu kutibiwa sihiri. Kama mtu amerogwa, kuna njia za kutafuta ule urogi umepatikani, umerogwaje. Sawa sawa? Kuna njia mbili kubwa. Ya kwanza, ikiwa mtu amerogwa kwa kurushiwa jini, tiba yake inakuwa ni rahisi kuliko mtu aliyerogwa kwa vitu kuwekwa. Kwa sababu jini aliyetumwa kwenye mwili wa mtu akifanywa rukia hupanda, na akasema waweza kumhoji ukamuuliza wewe umetoka wapi, akakwambia nimetoka mahali fulani na nimetumwa na mtu fulani. Inakuwa ili ya kutoa urogi mtu wakati amerogwa ni kuswali salatul haja, ambao mtu uswali raka 2 kwa kumwomba Allah amfungulie kutambua huyu mtu ana uchawi ama gani. Kwa kadri ya takwa yako Allah subhanahu wa ta'ala hukufungulia na ukaona kabisa huyu amerogwa na amerogwa kwa urogi aina fulani, na urogi huo. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibrili alipokuja akamwambia mtume akatuma Ammar ibn Yasir na Bilal, wakaenda kwenye kisima, wakaenda wakautoa ule uchawi. Kisha baada dhalika zikateremshwa suratu An-Nas na suratu Al-Falaq. Yale mafundo yalikuwa ni 11, na hizi sura mbili zote zimebeba aya 11. Kwa kila fundo moja, kwa kila aya moja ilikuwa ikisomwa fundo hufunguka pale. Yani ule uchawi hutoka kwenye lile fundo. Sisi tuelewana. Sasa mtu akitaka kujua kwamba huyu amerogwa ama amefanywa uchawi uko mahali fulani, njia huwa ni mbili. Salatul haja, ama ikiwa ni wakurushiwa jini, yule jini akipanda usema ule uchawi uko mahali gani. Kisha watu wanatakiwa waende mpaka pale mahali ambapo umewekwa ule uchawi. Wakisha ufungua tu ni sababu ya yule aliyekuwa amepatwa ule urogi amerogwa kufunguka.
kisha baada dhalika ndio zikaja masaili ya rukia. Lakini mara nyingine uchawi waweza ukakosekaniwa, shekhe, mtu akaugua mpaka akafariki. Na kwa hivyo sehemu ya tatu, mtu anasoma suratul al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, utasoma mara 3, na Falak mara 3, na suratu an-Nas mara 3. Ya kwanza tumesema ayatul kursi, kisha baada dhalika unasoma aya 2 ambazo ziko mwisho suratu Bakara, thumma baada dhalika unasoma na hizi muawidhati, yani suratu an-Nas, Falak na suratu al-Ikhlas. Miongoni mwa dhikri kuna dhikri inaitwa sayyidul istighfar. Sayyidu al-istighfar. Wamekimbia adhkari, shekh, ni muhimu hizi. Sayyidul istighfar, istighfar ni kutaka inaitwa sayyid, yani ni bwana. Yani kama lao kuna darajati za hizi adhiya za kuleta istighfar, basi huyu ndiyo kiongozi wao. Imepokewa hadithi an Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu qala, asema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, bwana wa istighfar, an taqula, wewe muislamu useme maneno haya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbika faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hii ni sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, Allahumma, ewe Mola mwabudiwa kwa haki, anta rabbi, wewe ndiyo Mola wangu, la ilaha illa anta, hapana Mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, khalaqtani, wewe ndiyo umeniumba, wa ana abduk, na mimi ni mja wako, wa ana ala ahdik, na mimi niko kwenye dini yako, wa wa'dik, na niko kwenye waadi wako, mastata'tu, kwa kadri ninavyoweza, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, najilinda kwako na kila nililolitenda, kila nitakalolifanya najitegemeza kwako kwa neema zako, alayya, kwangu mimi, wa abu bi dhanbi, na nazirusha kwako makosa yangu mimi, faghfir li, nisamee, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna asameaye makosa isipokuwa nani? Wewe. Hii ni dhikri ambayo Muislamu anatakiwa kuileta. Twende kwa haraka haraka. Dhikri ya 5 ni dua maarufu ambayo inasema bismillah fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim. Dua hii pia mtu ataileta 3 marat, unaileta mara 3. Dua hii imepokewa hadithi kutoka kwa Abban ibn Uthman anabihi, asema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man qala bismillah, mwenye kusema bismillah, yani hii dua tulioitaja, la yadhurruhu ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakuna kitakachomdhuru yeye. Kisema dua hii, kumekucha asubuhi ukaileta mara 3, hakuna chochote kitakachokudhuru mbinguni wala ardhini, hakuna kitakachokudhuru illa ma kataba Allahu alayka. Kitakachokudhuru wewe au kukuumiza wewe ni kile kitu tayari Mungu alikuwa shakiandika. Lakini kama ni fikra za mtu kukudhuru wewe, ni jini akudhuru wewe, hawezi kukudhuru madamu umeleta dhikri hii, Kwa hivyo ahiba, kumbe sisi tuna silaha nyingi sana. Addu'a silahul mu'min, tuna silaha nyingi sana, lakini silaha zetu za kwanza tunapoteleza, kwanza atakayoondoka pige ramli.
Ukiona kazi kidogo yaanza kuleta mtihani, utakaoondoka pige ramli pia. Mke yaleta purukushani pale nyumbani, hapa kuna mkono wa mtu, sawa, inaweza kuwa kweli kuna mkono wa mtu. Lakini waenda kutafuta msaada kwenye mkono wa mtu. Mkono wa mtu wavunjwa na mkono wa Mungu. Mkono wa mtu wavunjwa na mkono wa mtu. Mkono wa mtu ukiuvunja mkono wa mtu, utahitajia tena mkono wa mtu. Tuko pamoja? Lakini mkono wa mtu huvunjwa na mkono wa Mungu. Kwenye dhikri kama hizi. Hiyo ni dhikri ya 5, twende kwenye dhikri ya 6. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Mmoja katika walimu wangu ambaye alikuwa ananisomesha alikuwa anaitwa Omar Hassan. Huyo bwana alisilimu. Lakini aliposilimu hakulaza damu, akangangana kweli kweli na akajaribu kufuata ile dini vilivyo na akawa anasoma kweli kweli. Katika matukio ambayo alikuwa ananielezea ya maajabu yaliwahi kumtokea kwake kwa sababu ya dhikri hizi. Alikuwa na tabia kila siku kufuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akimchukua Hassan na Hussein akiwa pakata, kisha akiwasomea hii dhikri. Tamati min sharri ma khalaq. Unawashika tu watoto wako na unawasomea asubuhi. Sasa kulikuwa na uvumi kwamba siku moja wale watoto wakawa wametoka nje mapema wanacheza cheza. Yule ambaye alikuwa na nia mbaya kumfanyia kitu kibaya, akawa ataka kuwafanyia wale watoto wake. Sasa alipoona wale watoto nje, akaja mbio yule bwana ambaye ni mbaya kuja kuwafanyia wale watoto. Basi alipofika pale karibu na wale watoto akageuka, kisha akaanza kukimbia, akasema ya leo kali, ya leo kali. Akakimbia kweli kweli mpaka yasemekana alihama kijiji. Alichokiona ni yeye, sio mimi wangu, kwa sababu ya kuwafanyia hawa watoto ile dhikri ya kila siku asubuhi. Ikawa najiuliza ni kitu gani alichokiona kwa wale watoto. Kwa hivyo kuna uwezekano aliona kitu ambacho kilimtisha. Kwa kufika pale ataka kuwadhuru watoto, akaona kitu ambacho kina utisho kwake, akawa ni mwenye kukimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam zake wawili Hassan na Hussein dhikri hii. Kisha asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, mwenye kushuka, man nazala manzila, mwenye kushuka sehemu, ima kwenye nyumba au mahali popote pale, ni kwenye jangwa, nyumbani kwako, mahali ugenini pia. Fakal, mtu huyo akasema, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, najilinda kwa maneno ya Allah yaliyotimia kutokamana na shari ya alichokiumba Allah. Mtu akisema maneno hayo, lam yadhurruhu shay'un, hakuna chochote kitakachomdhuru yeye, hata yartahila min manzilihi dhalika, mpaka ahame pale, mpaka aondoke pale kwenye sehemu ambayo yuko. Na kuna sehemu utamka mwenyewe tu usiku. Watu ni wataalamu, watu wana science, teknolojia. Si watu wana teknolojia kutengeneza ndege. Watu watandege walala ukiamka shekhe, ukijishika sehemu nyeti wajikuta una majimaji, usema nini? Kuonyesha kumbe kuna jamaa amekunyeshea usiku. Dawa yao ni hizi adhkari shekhe. Dawa yao ni hizi adhkari. Hiyo ni kuwa ni ya 6. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq.
na ziko riwayati nyingi ya hizi dhikri. A'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa yahdurun. A'udhu bikalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala. Ukileta kwa mfumo huu pia ni sawa. Ya saba, miongoni mwa dhikri anazotakiwa kuzileta masaan wa sabahan, asubuhi na jioni. Maneno mepesi tu, 100 marra, mara 100. Sunna katika kuleta hizi dhikri, usitumie subha kama hii ya mzee. Sunna ni ulete hii vidole, wala hatujasema kwamba ni haramu. Nataka tuelewa, hii subha sio haramu. Ikhtalafa alulama fi hadha, hili wana dhalika, wengine marafadhu bidhalika. Lakini ukileta kwa vidole vyako utakuwa umefanya jambo zuri. Kwa sababu gani? Siku ya kiyama hivi vidole si vitazungumza? Si tumeambiwa mikono itazungumza? Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mikono itazungumza. At least mikono yetu iwe itazungumza mbele ya Allah, iseme huyu bwana alikuwa akileta dhikri kwa kupitia hivi vidole. Wewe unaonaje ukitolewa ushahidi na mkono wako kwamba ulikuwa ukileta dhikri? Ni aula zaidi. Tafahamiana? Na Allah tabaraka wa taala ameviganya vidole vyetu hivi kwa hadaf, na miongoni mwa hadaf ni kuadidi na kuhisabu dhikri ya Allah. Tangu tulipoumbwa sisi tuna hizi alama. Wala ile fikra ya kusema hizi alama zilianza wakati wa Nabii Allah Yusuf ni fikra potofu. Ati wale wanawake walikuwa nakata yale matunda kwa uzuri wa Nabii Allah Yusuf, wakazuba mpaka wakawa wanajikata. Ndio maana leo tuna hizi alama. Hizi alama Allah azza wa jalla ametuumba nazo enzi na enzi. Mimi kwenye vidole vyangu nina hisabu ya 10. Nina hisabu ya 10. Kwa mfano, kidole changu cha kwanza kina alama 4. Hichi cha pili kina alama 3. Na hichi cha tatu kina alama 3. Hizo ni ngapi? Ni 10. Kwa hisabu nyepesi, nikishapitisha hapa subhanallah bihamdi, nikifika hapa hiyo ni 10. Nafumba mkono wangu wa kushoto, nishapiga 10 ya kwanza. Nikimaliza hizi 5 ni 50, nikirudisha nikifungua tayari 100 ishatimia. Unaweza kutumia kwa mfumo huu. Unaweza kutumia kwa mfumo mwingine. Unapoanza mwanzo mpaka mwisho ni 15. Alama ni 15. Ukisharudi mara ya kwanza hizo ni 30. Utazipiga mara 3, alafu unarudia tena hii. Unapiga hivi vidole vitatu hivi. Tayari ishakamilika 100. Situelewana? Naam. Kwa hivyo subhanallah wa bihamdi. Sheikh, nafikiri umeelewa. Sio kasema leo ustadhi anaingilia na subha. Allah kujaze kila la kheri inshallah. Na tupatie raghba ya kuleta dhikri. Tukimaliza kuswali at least tupate muda kidogo wa kuleta dhikri. Na ikiwa una dharura pia, huku lazimishwa, lazima uketi hapo, toka, lakini huku waleta dhikri zako. Usisahau kuleta dhikri zako. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marra, mtu yeyote atakayeleta dhikri hii subhanallah wa bihamdi kwa siku mara 100, ukaileta dhikri hii, hutati khatayahu, mtu anasamehewa madhambi yake, wa in kanat mithla zabadil bahri, hata kama ulikuwa na madhambi mfano wa povu la bahari. Ukienda baharini kule kwenye mwamba, maji yakijigonga utaona weupe hivi. Wewe huwezi ukahesabu kule, huwezi. Ni mengi mno. Alaysa kadhalika dogo alama, yale makosa makubwa mpaka utubie. Kama ulizini, sio ulete subhanallah bihamdi tayari. Zina ni dhambi la kutubia. Fahamu yale manne. Ukiri kwamba mimi
ya Allah, nimezini na sitorudia tena na najuta kwa kutenda, kuwa ni mwenye kusamehewa. Katika zile akbarul kabair, madhambi makubwa. Lakini madhambi madogo, waweza kusikiliza mziki kwa bahati mbaya uko ndani ya matatu, mara wasikia Wasafi huku kusudia kitu cha gongwa, na mziki sumu, waweza kuwa upendi mpaka mwisho ka watingisha kichwa tu, wajikaza tu. Hilo ni kosa. Bahati mbaya umetoka msikitini, watembea hivi, mara ona kiumbe amepita, na kiumbe amepita amevaa dera, na dera lenyewe limebanwa kiunoni. Sasa roho yajikaza, wajifanya wataka kuangalia, mara ukaangalia, mkosa hiyo, hukukusudia, sio? Lakini mara nyingine umekusudia, kwa sababu an-nadhara ni moja, sio? Nadhara ni moja, ile ya pili ni ya shetani. Nadhara ni moja, yani ukishatizama kuna kuangalia na kutizama. Umetizama bahati mbaya, kiumbe, basi tosha, endelee. Usirudishe. Ukirudisha tena sasa umeingia kwenye sema kama ni mara moja, acha tulie hivi hivi, sigeuki huku wala huku. Itakuwa ni mtihani. Kwa hivyo ukileta dhikri ya 8, kama nimeruka namba au nimetaja namba kimakosa, mtanisamehe. Huwa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100. Katika riwaya nyingine unaileta mara 10, lakini riwaya nyingine imetilia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kuleta dhikri adala 10 riqabi. Faida ya kwanza, anaandikiwa thawabu sawia na mtu aliyeacha watumwa 10. Mtumwa sio mchezo. Zama zile za Rasulullah ilikuwa ni katika mambo makubwa, na kumwacha huru. Kwanza ilikuwa ni thamani, kumnunua slave ni pesa nyingi. Kwa hivyo ilikuwa ni katika mambo makubwa, na ndiyo maana katika baadhi ya mukaffarat imewekwa na mke wako mchana wa Ramadhani, zikakupanda ukalala na mke wako, ili itqu raqaba, uache mtumwa huru. Kama huna mtumwa huru, ndio unakuja sasa katika swala la kufunga. Sitoelewana. Mke wako katika hali ya kuzungumza, basi unajua kumwambia mke wako, wewe ni kama mama yangu, mimi nakuchukulia kama mama yangu tu, hauna manjamo yoyote, hufai tena kulala naye yule mke. Sawa? Ni haramu kulala naye. Sharti ili ufanye tahlili ya kulala naye, lazima utoe mtumwa, kitu cha kwanza. Kwa hivyo ni katika mambo makubwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kuleta dhikri hii, thawabu anazozipata kanat lahu adla 10 riqab, yani anayekewa thawabu usawia wa kuacha watumwa 10. Hii ya kwanza. Kisha wakutibat lahu 100 hasana, anaandikiwa 100, anaandikiwa mema 100. Wa muhiyat anhu 100. Jamaa, si ni wepesi, tuenda peponi rahisi tu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mema 100 shaandikiwa. Sawia umetoa watumwa 10 na mabaya 100. Wewe tangu asubuhi, au sisi sote tangu asubuhi tumetenda madhambi mangapi? Mengi shehe. Sasa nyingine, hebu tujaribuni kuhesabu. Keti tu peke yako, alafu hesabu tangu nilipoamka alfajiri mpaka sasa ninafanya madhambi mangapi? Temia dhana. Haya, sawa, inshallah tutawasil baada ya dhana inshallah. Hii ni An-Nisaa TV. Asema Mtume, wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan,
mwenye kusema maneno hayo vile vile atapata kinga kutoka kwa sheitani, yani atalindwa kutokamana na sheitani. Yaumahu dhalika, siku yake ile, hatta yumsia, mpaka jioni yake. Walam yati ahadun, na wala hakuna yoyote atakayeleta biafdhali mimma jaa bihi, kwa uzuri zaidi au uzuri zaidi, bora zaidi kuliko huyo aloleta hivi. Yani huyo aloleta hii dhikri amefanya jambo kubwa. Kwa hivyo ili mtu amzidi huyu lazima alete kama yeye na ziada. Kwa hivyo hii ni dhikri ambayo Muislamu anatakiwa kuileta asubuhi ama jioni. Dhikri inayofuatia Muislamu anatakiwa kuileta, aseme subhanallahi wa bihamdihi. Pale nyuma tumesema subhanallahi wa bihamdihi, tukasimama, sio? Ambayo utaileta mara 10. Alafu kuna na nyingine ambayo ina ziada, unasema subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi 3 marat. Hiyo unaileta mara 3. Sawa? Wacha nizipeleke mbio. Faqad warada fi hadithi Juwayriya, imepokewa hadithi kutoka kwa Juwayriya, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Mtume, laqad qultu ba'daki 4 kalimat, hakika nimesema baada yako wewe, yani wakati kulikuwa na muhawara fulani. Ni hadithi ndefu, yani majibizano fulani kati ya Mtume na mama huyo anaitwa Juwayriya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, baada ya wewe nilisema maneno, na hayo maneno ambao niliyasema, law wuzinat bima qult mundu al-yawm la wazantuhum, lao yataekwa kwenye mizani kwa yale uliyosema wewe, basi mtu hawezi akayapima kabisa, ambao ni haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi 3 marat. Sheikh anatuambia, hadhihi al-adhkar laha al-athar al-ijabi ala al-muslim, hizi dhikri zote ambazo tumezitaja zina athari nzuri juu ya Muislamu, fi hifdhihi, katika kuzihifadhi, wa tahsinihi, na kuzitumia kama kinga, wa hadihi, na uongofu wake, wa akhlaqihi, na kujiweka kwenye tabia yake Muislamu, yani tabia yako iwe ni tabia ya kumtaja Allah dhikri. Idha hafadha ala tikrariha wa tadabbaraha, pindi atakapokuwa ana tabia ya kuzirejelea adhkari hizi na kuzizingatia, anakuwa yuko kwenye hifdhi ya hali ya juu. Wakati wa kuleta dhikri hizi, bidayatul adhkar sabahia min tulu' al-fajr, ni kuanzia alfajiri. Ingia alfajiri ni 2, na alfajiru alkadhib. Alfajiri alkadhib ni pale wakati kuna adhiniwa adhana ya kwanza, hufai kuswali alfajiri, na ukiswali alfajiri itakuwa swala yako haija, kwa sababu umeswali nje ya wakati. Alfajiru sadiq, alfajiri ya uhakika na ukweli, ni pale tunapopewa adhana adhiniwa nje ya wakati, kwa sababu adhana ni wakati. Kwa pamoja na hapa tuwe na tambihi sana. Mara nyingine watu hujiwekea time zao tu, adhana ya kwanza akaipiga saa 9, la basabi, umewakumbusha watu mapema ili waswali tahajjud. Adhana ya pili akaiadhi kwa swala alfajiri saa 11:30. Hiyo ni makosa. Unaingia saa ngapi? Kwa mfano wakati wa swala waingia saa 11 kamili, ndio wakati wa swala kuingia. Kwa hivyo kuanzia saa 11 kamili
utajiongezea wewe mwenyewe dakika 5, dakika 10, 15 kwa sababu ya kuwasubiri wengine. Hizo zote ni nyakati za swala. Adhana ya pili kiadhiniwa inatakiwa iwe imeingia wakati wa swala. Tuelewana? Kwa sababu mara nyingine sisi tuadhini mapema tukawashawishi wanawake nyumbani wakaswali kabla wakati. Adhana ngapi ya pili akaswali huko aliadhini mapema. Kwa hivyo pale alfajiri inapokuwa imeingia ya uhakika, hapo ni wakati mtu aweza kuleta dhikri ila tulu'i shamsi, mpaka jua kuchomozeka. Watubda fi waqti dhuha, pia vile hukumiwa adhkari hizi kuletwa wakati wa dhuha. Saa 3 mtu aweza maeneo ya asubuhi ukaleta zile adhkari. Wa amma almasaiya, dhikri za jioni zinaanzia wakati gani? Fahia min ba'di salati al-asr, kuanzia baada ya swala ya alasiri. Kuanzia baada ya swala ya alasiri, hapo ndio mwanzo wa kuleta dhikri za jioni. Lakini mahali muhimu ni baada al-maghrib. Nyakati muhimu za kuleta dhikri hizo watokwa baada al-maghrib. Mwanzo wake zinaanzia hapo, lakini zinahukumiwa au zinatekelezwa baada ya magharibi. Zamani kwa nyumba nyingi sana baada al-maghrib utasikia auradi kama hizi watu nyumbani wanazileta. Mama anaketi analeta dhikri zile mpaka watoto wanaiga kutoka kwa mama yao. Lakini siku hizi maskini ya Mungu watoto hawaziigi dhikri, bali watarithi na wataiga kutoka kwa mama yao kutizama TV na kuangalia muziki na kuangalia vipindi tofauti ambavyo vinatoa kwenye maadili yao. Sheikh anasema yaktariu tahfidhu hadhihi al-adhkar al-istighfar, anatoa maoni ya kwamba dhikri kama hizi watoto wadogo wahifadhishwe. Watoto wadogo wahifadhishwe. Ziko kaseti za adhkar zimekuwa recorded, unaiweka pale mara kwa mara, mtoto ahifadhi ile dhikri. Subhanallah wa bihamdi, kama ni ayatul kursi awe anasikia mara kwa mara, kwa sababu mtoto mdogo kianachokisikia kwa udogo wake ule kinakuja kuapply katika maisha yake baadaye, na ndio wakati wa kuhifadhi. Mtoto mdogo anaweza kuhifadhi kitu chochote anachokisikia. Mimi nina mdogo wangu, siku moja, sasa hivi amekuwa mtu mkubwa, hata nikimsimulia kisa hiki wa anacheka mpaka. Siku moja alikuwa ametumwa dukani na mzee. Sasa wakati anaenda dukani kuna kama kiwanja hapa. Akifika kuna wanawake wawili wanatukanana hapa. Na wajua wanawake wakiwa wanatukanana hawana break. Wanasema kila kitu. Ukijaribu ukijibizana naye nipe nikupe, huna bahati ndugu yangu. Yeye halipimi la kulitoa moja, hata hesabu yote 1000. Kauli ya Mtume. Basi wale wanawake walikuwa wako, wewe si wauza wewe. Akataja mnyeti. Sijui nimeleka. Yaani akataja utupu wa yule mwanamke. Wewe si wauza kitu. Shika lile neno la kuuzwa. Hilo ndo alilishika. Kwa sababu watoto wanapenda kununua. Yaani swala la kupenda nipe 10 baba nikanunue. Karudi mbio nyumbani. Kifika pale anamwambia baba naomba nipe shilingi nikanunue. Akakitaja kile kitu. Unania uzo wapi? Sema kuna mwanamke hapo ameambiwa na mwenzake yuo. Hajui maskini ya Mungu. Watoto vile walivyo haraka kuifa. Amekunjua uso akajua hapa inaonekana nimesema kitu ambacho sio sahihi. Si cha kawaida hichi. Ikabidi sasa ageuke arudi mahali kuonesha kwamba watoto wanasikiliza mambo mengi sana. Na bora ya kusikiliza watoto ni aula zaidi wao wanasikiliza mambo mazuri, adhkar, dhikri, wanasikiliza
Qur'ani, wanasikia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unakuwa unawajenga kisaikolojia watoto wale. Wakishainukia, yani wewe kwenye maisha yake siku zote anafikiria kwamba hata akiteleza lakini anarudi nyuma. Aweza kufanya makosa, lakini akifanya makosa moja kwa moja haraka anarudi. Nafikiri ahiba fillah, kulingana na muda tutasimamia hapa. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Pengine labda kuna mtu ana swali, ikiwa ni ndani ya mada ama ni nje ya mada, basi inshallah tumefungua mlango kwa dakika 2-3 hizi, alafu tutie dua na tuswali inshallah. Hatuna maswali. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.